sababu unatuwazia mema kila siku ya maisha yetu. Tunasema asante Baba kwa muda ambao tumeumaliza, na tunashukuru vile vile kwa muda ambao tunaenda kuuanza. Tunaamini ya kwamba yote ambayo yanafanyika mahali hapa, yote ambayo yatafanyika mahali hapa itakuwa kwa ajili ya utukufu wako. Acha Bwana uonekane, acha usionekane. Nguvu zako za ajabu ziguse maisha ya watoto wako. Mkono wako ambao ulinyang'anya watoto wa Israeli katika mikono ya Farao, ulinyang'anya watoto wako katika mikono ya muovu. Kila hewa yote ya uharibifu, hewa ya distraction, hewa ambayo inafasilite laana katika maisha ya mwanadamu, muda kama na huu tunailaani, tunaivua nguvu, uwezo na mamlaka kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Acha utawale, uonekane na uenee katika kanisa asubuhi ya leo kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Amen, amen, amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tunaweza kukaa katika jina la Yesu. We may have a seat. Asante sana waimbaji, mnaweza mkakaa. Bless you singers. Mungu awabariki sana. God bless Nyote ambao mko mahali hapa muda kama na huu. God bless Haleluya. you. Amen. Kwenye tunaikalo tapepea jirani yako. You may wave your neighbors. Wave your neighbor. Amen. Maliza wiki nzima tuonane. It's been a week we didn't meet. Na tunaamini kama jamaa We believe as a family tuna furaha kubwa we sana. are full of joy to meet again today. Kila mtu kuona tena mwenzake. We are joyful to meet again. Haleluya. Amen. Mungu apewe sifa sana. God bless you. Bwana Yesu asifiwe. Bless you. Basi tunataka kuenda katika huduma wa nyimbo We are going to next section. ambao tutaongozwa na waimbaji. We are going to the singers are going to bless us this morning. Haleluya. Na wakati waimbaji watakuwa wanakuja hapa mbele, When the singers are prepared to reach the altar, tutawashangilia we are going to give hands kwa together. makofi na vigelegele mpaka wakati wanafika mbele. Until when they arrive. Waimbaji karibu karibu karibu. Welcome singers and God Haleluya, haleluya. bless you. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tutaomba kanisa kusimama. We ask the church to Tunaimba nyimbo ya wokovu namba 43.
tunaomba kanisa kuketi, tunaimba wimbo wa kwaya, lakini ukijisikia ke hii wimbo naifurahia na mimi naijua, tutasaidiana pamoja. Amen.
stand up, stand up, stand up, stand up, church, stand up. Oh, hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Amen. 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 Tunaenda kuanza adoration. Endelea kumshukuru Mungu. Hallelujah. Yes. Amen, amen. Pas louer l'Éternel, le Dieu très haut. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna No one. Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Kama hakuna Mungu, hakuna Mungu kama wewe. 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 Hakuna Mungu. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu. Kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Mokote yawe ako kari nayo. Mokote Yesu ako kari nayo. Mokote Baba ako kari nayo. Mokote ako kari nayo. Mokote yawe ako kani nayo. Mokote yawe ako kani nayo. Mokote yawe ako kani nayo. Mokote ako kani nayo. Mokote yawe ako kari nayo. Mokote yawe ako kari nayo. Mokote Baba ako kari nayo. Mokote ako kari nayo. Mokote yawe ako kani nayo. Mokote yawe ako kani nayo. Mokote yawe ako kani nayo. Mokote ako kani nayo. Mokote. Mokote yawe ako kani nayo. Mokote yawe ako kani nayo. Mokote yawe ako kani nayo. Mokote ako kani nayo. Mokote. Mokote yawe ako kani nayo. Mokote yawe ako kani nayo. Mokote yawe ako kani nayo. Mokote ako kani nayo. Endelea kushangilia tungali kuluansha adoration. Naona watu wafurahishe kama si ulikuwa na ufurahi. Hallelujah. Changamuka, changamuka kwa ajili ya utukufu wa Hallelujah, Bwana. hallelujah. Ujibu. Ujibu. Ujibu.
Ni wewe Mungu wa miungu, Alfa na Omega, pakuriwe msaada wa Baba. Tunakushukuru kwa hatua semezi kwa pamoja nasi. Tunaendelea katika kuitisha utakatifu wako. Acha Roho wako alipoenda hekaluni Yesu. Ambia Bwana hakuna aliye kama naye. Kuna watu ni Baba, kuna sikia tena kumwabudu Mungu ambapo ulipo. Kuna wanakuja na ambia Yesu tena anastahili kuabudu. Hakuna yule aliyetia miguu kanisani. Hakuna aliye kama na Yesu tena. Kutenda Bwana Yesu, yale uliyotenda ni mengi pamoja na sijatafahamu zetu. Najua ya kwamba Mungu na yale uliyotuandalia leo tunaenda kukuabudu kama jinsi neno lako linasema. Hatutakuabudu tena kwa ule mlima Yesu, tutakuabudu kwa haki na kwa kweli. Mungu, tukuabudu kwa roho. Yesu, ni wewe tu tunaenda kuabudu kwa roho. Baba, tuinue Yesu. Ambia Yesu Baba, sema na Mungu wako.
Haleluya, Mungu ni yeye tu. Kama yeye. Oh Yesu, Muumba wa mbingu na ardhi. Jehova Yesu. Yesono. Jiweke wazi machoni pake. Jehova Yesono. Jehova Yesono. Jehova Yesono. Jehova Yesono. Jehova Yesono. Chante avec ton cœur. Jehova Yesono. Jehova Yesono. Emmanuel Yesono. Nous appelle Emmanuel. Emmanuel, Mungu pamoja nasi. On t'appelle Emmanuel. El Shaddai Yesono. El Shaddai Yesono. On t'appelle El Shaddai. El Shaddai Yesono. Ema Jehova Yesono. Alinua macho yake ukutani, anaanza kusema na Jehova Yesono. Papa, Ema Jehova Yesono. Jehova Yesono. Oh, puissant guerrier.
combattra pour nous. Jésus combattra pour nous. Il combattra. Pigana, unipiganie vita Bwana, vita kisiri inayoonekana Baba, unipiganie vita. Il combattra. Unipiganie vita yale iko kisiri, yale notre adoration. kuna kitu kinaweza kujificha kwamba kuna Baba tunaweza kujificha. Baba wepigana vita ya kiroho kwa ajili yangu. Ninajua jeshi kubwa linanizunguka, maana niko kwenye pande ya wika. Ninajua Bwana una jeshi kubwa. Jeshi sasa zingie kwenye vita. Kale sasa kwa ajili yangu. Wote wanatia miguu yake katika maisha yao. Wote ikachome moto ulao, ikaparalyze Baba, ikaparalyze pango ya ule mwovu. Pambana sasa na maadui wote wanakaa vikao kwa ajili yangu. Sema wote ambia Bwana anastahili kuabudiwa. Ambia Bwana ni mwema kuliko yote. Tukuza jina takatifu. Tukuza jina iliyo kuliko majina yote. Ambia Bwana anastahili. Bwana anenea. Anatosha. Apokee mabudu yetu ya siku leo. Apokee mabudu yetu ya siku leo. Nipeke yake anastahili. Nipeke yake anapigania vita. Nipeke yake tunayekuita na kuitika. Anastahili. Ambia Bwana anastahili. Asante Bwana majeshi. Asante Yesu Kristo. Asante Bwana wa Bwana. Asante Bwana. Hakuna aliye kama na Bwana majeshi. Oh Yesu. Oh, na pesa yo nini Zambe nanga na pesa yo nini. Na pesa yo nini Zambe nanga na pesa yo nini. Na pesa yo nini Zambe nanga na pesa yo nini. Oh, na pesa yo nini Zambe nanga na pesa yo nini. Mustani bikamwa na pesa yo nini oh Zambe nanga na pesa yo nini. Soni amae na pesa yo nini Zambe nanga na pesa yo nini. Na milimo mabe Yesu Zambe nanga
maisha yangu, uyaongoze, uyatawale Yesu, tawala nitakupa nini? mama wangu, ninakukabidhi wewe Mungu, Nakupa mabudu ya moyo wangu, nitakupa nini? oh mon Dieu, Dieu bon, Dieu bon, Dieu bon, Dieu bon pour moi, Dieu bon, napenda mavi Seigneur, Dieu bon, Jésus, Dieu bon, Dieu bon d'être adoré, Dieu bon pour moi, Dieu bon. Alléluia, Dieu bon d'être loué, Papa, Dieu bon d'être adoré. Baba, tunasema tena asante kwa neema ambayo tupatia. Tunasema tena asante kwa pumzi. Baba, tunakusanyika mahali hapa kwa kuinua jina lilipitalo majina yote, na ulikuwa pamoja nasi. Tunahitaji sasa Baba, ulipe kila umoja sawasawa na jinsi alivyokuomba, sawasawa na jinsi alivyosogea mbele za uso wako, na tunalo tumainia kwamba jibu liko njiani. Tukishangilia kwa makofi na vigelegele, tukisema tena utukufu na heshima nimrudie. Amen. amen. Oh, Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe Baba wa mbinguni, Hakuna kama wewe, yo Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe, uchakutumaini sina mie ila damu yako Yesu, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha, kwako Yesu twashimama. Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Haleluya. Haleluya. Nahitaji mtu mmoja aombe somo ya leo. Karibu kwa maombi. Baba, katika jina la Bwana wako Yesu Kristo, tuko mbele yako Baba kwa muda na wakati huu. Tunaendelea kusema asante kwa wema wako, uzuri wako, kwa uzuri wako Bwana. Endelea kutulinda na kutuchunga na kututoanisha mahali hapa. Tuko hapa Baba, tuko mbele yako, tuko mbele ya mwanadamu. Bali tuko mbele yako kwa muda na wakati huu. Hii ni muda mzuri sasa umetupatia. Mtendaji wa neno, yani mtumishi wako. Simama pamoja naye. Yesu mtakatifu atende kazi ndani mwake. Haleluya. Yesu. Yes. Oh, Mm. amen. Na mwili tupate kupokea. Tupokee. Haleluya. Haleluya. Yesu. Haleluya. Amen. Chapia Yesu makofi na vigelegele. Clap for Jesus, clap for Jesus. Mtanisamehe kwa sababu niko na grip, lakini sio grip ya nje, lakini ni ya ndani. Amen. Sauti yangu inabadilika kidogo. My voice may not be as clear because I have a cold. Amen. Lakini nilimwambia fie wangu Grace, kama sauti yangu inabadilika, kanambia papa, sauti yako inakuwa tu vile I vile. asked my daughter if my voice has changed and she said that's the same voice I have every day. Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Ninao shukrani kubwa sana. I am Kuna- so grateful. Asante, ubarikiwe sana. Amen. Nahitaji nguvu ambazo Mungu atanipa na wewe kuzidishia maradufu pale, Amen. ili twende pamoja. Amen. Nashukuru Mungu sana I'm so grateful kwa wazee walioweza kunichagua kwa siku ya leo, for the elders that chose me to teach na kwa today. kamati yote ili niweze kuhudumia tena And siku for ya the leo. committee so that I can minister today. Mungu awabariki May the Lord bless you na msituachilie tena, and do not forsake na us. mchague pia na mwingine tena. And continue to choose other people to teach. as Amen, well. ah? Amen. Kama usikia Kiswahili, If you do not hear Swahili, najua leo utasikia tu. I know that today you will hear because I've prayed. Amen. Amen. Na kama usiki yake, And if you do
do not hear, leo naamini ya kwamba utasikia I tu. believe that you will still hear today. Amen. Amen. Na kama mesha zitakuzuia masikio, And if your hair will naamini prevent tu your sauti ears yangu from itapita listening, mumeshe. I believe that my voice will go through. Amen. Amen. Na kama microphone itakatika, And if the microphone will naamini ya stop, kwamba natumikisha yangu Mungu alinipatiaka. I will use my natural voice that the Lord has given Jina me. la Bwana libarikiwe. Amen. Bwana apewe sifa. Praise the Lord. Amen. Amen. Tuko pamoja. Are we together? Ukichate tu na niko nafundisha, If you start going on your phone while ndakamata I'm teaching, telefone, I will take your phone dimasha ndio utaikamata hapa. and you will get it next Sunday. Amen. Amen. Tuko pamoja. Are we together? Usikie sema ule mtumishi ule. Do not say that, Mimi man of nakuaka God. street sana. I am strict. Ukichate tu If you start chatting, na mimi naichukua, I will take your phone dimasha unakuwa kuikamata. and you will get it next Sunday. Amen. Bwana asifiwe sana. Sasa mwambie mwenzako hivi, Now tell your neighbor, unafanana Mungu. do you look like God? Mwambie unafanana Mungu. Do you look like God? Mbona kuna wasiwasi? Kitabu ya Mwanzo inasema hivi. Genesis says, Mungu akasema hivi, the Lord said, na tuumbe mtu kwa mfano wetu. let us create man in our image. Akasema nataka umba mtu And he said, I'm going to kwa create mfano man ambao ananifanana in mie. my image. Siasikia hata I amena. haven't had an amen. Unafanana Mungu lakini unachofanya sasa vile umfanani. You look like God, but you pretend like you don't look Sema like mimi God. nafanana Mungu. Say, I look like God. Napenda mtu ashimame aseme I want nafanana someone to stand and say, Mungu. I look Nafanana like Mungu God. I mie. look like God. I Haleluya. look like God. Jina la Bwana libarikiwe. Praise the Lord. Amen. Amen. Mwambie tena ya pili sasa. Tell him that the Mwambie second thing. unapendeza. Say you look good. Unapendeza. You look good. Amen. Amen. Nani mwenye apendezi humu? Hakuna. Kila mtu alijipanga. Everyone in this room today, Kila mtu alijipanga. everyone prepared themselves. Mimi nasikia Kiingereza. Amen. Lakini ukisema njoo tutani. Kila mtu alijipanga. Everyone prepared themselves. Tangu lendi. Since Monday. Sasa ilifika vendredi. When it came Friday, akajua kama ingo ndaivala dimashi. I'm going to wear this on Njoo maana Sunday. ukimwambia kama apendezi, If you tell them they don't maana look wewe uko good, mtu mubaya. then you are not a kind Mwambie tena person. Tell unapendeza. your neighbor you look good. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Kanisa tuko pamoja. Are we together? Leo kuna somo ambao Mungu alinipatia. The Lord gave me a theme today. Tutaenda kuipasua pamoja. We are going to go in depth together ili tuangalie gisi tunaweza kuimeza so pamoja. that we can see how we are going to take it Ipate inside together. kutuletea uzima wa rohoni. And it's going to give us the life of the Spirit. Amen. Nitazungumuza kwa kichwa neno nasema siri ya The theme of madhabahu. today says the secret of altar. Siri ya madhabahu. The secret of an altar. Kama uko na kitabu, if you have a book, anza tayarisha. Start preparing yourself to take notes. Amen. Nitazungumzia kuhusu siri za madhabahu. I'm going to talk about the secret of the altar. Madhabahu. An altar. Ama madhabahu ni nini? What is an altar? Madhabahu An altar ni pale ambapo is where watu walioongozwa na Roho wa Mungu people that have been led by the Holy Spirit wanaikala pamoja, they sit together, wanachagua kupitia uongozi wa Roho Mtakatifu, and they are led by the guidance of the wanasema Holy ya Spirit, kwamba saying, tujenge hekalu hapa. let us build a temple here. Amen. Amen. Kuko mtu anasikia? Did someone understand? Narudilia tena. I repeat again. Madhabahu. An altar. Madhabahu. An altar. Siko naongea kuhusu hii. I am not talking about this thing you're seeing. Madhabahu. An altar ni nafasi ambapo is a place watu waliochaguliwa na Mungu wakaongozwa na Roho Mtakatifu wakasema, wakaambiana, tujenge hekalu hapa. Amen. Amen. Kwa sababu ya nini wanachaguana? Why do they say, na kwa sababu ya nini wanasema tujenge madhabahu hapa? Kwa sababu pale kwenye madhabahu njoo kwenye watakuwa wanaleta malalamiko na shida zao. Their cry and lamentations to God. Amen. Bwana asifiwe sana. Sasa wakati wanajenga hekalu, wanachagua sasa ndani ya hekalu, wanasema hivi sasa,
say, hapa ndipo tunasimamisha madhabahu. this is where we are going to Kila raise an ambaye altar. atafika mahali hapa Everyone who will come here, hatarudia jinsi alivyokuja. they shall not leave the way Ni they sharti came. akifika hapa If they come here, panakuwa mabadiliko kwenye maisha there shall yake. be changes in Na their wewe lives. nakwambia tangu leo And I am telling you madhabahu zote tunapandaka every altar that you have imoja raised, hapa kwenye kanisa which there is in inaenda the kubadilisha maisha yako going to change your katika life. jina la Yesu In the Kristo. name of Jesus. Sio kila madhabahu not every ndio altar unaweza kuwa na panda that you yako, can go lakini to. kuna madhabahu zingine there's an altar ambazo unaweza kupenda panda that yako you can go to zinaharibu maisha yako. and destroy your life. Nasema kwa mtu mmoja I am hapa speaking to someone hapa today. leo Today here, uko kwenye madhabahu you are at an altar. na ninaamini ya kwamba And I believe hautarudia vile ulikuya. shall not go the way that Patakuwa you came. mabadiliko tu, You are going to see patakuwa changes. changement. They are going to see Kile ambacho changes. kilishindikana The what has kinaenda been kuleta impossible kupata solution is going to get katika solution. jina In the la name Yesu Kristo of Nazareti. Jesus Christ of Nazareth. Ayaya, Amen. naongea kwa mtu hapa, Am I speaking to tuko someone? pamoja na mtu. Are we together? Nasikia saa hii mikrofoni yangu iko na finya finya, I feel like my mic is haitoki not mzuri well. hapa, ndaitia chini mimi nitumikishe yangu. Bwana asifiwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Madhabahu. Altar. Amen. Amen. Madhabahu. Altar. Sasa hawa wazee So these elders ambao wanaongozwa na Roho wa that are Mungu being led by the Spirit of God, wanaikala sasa they sit kama vile pastere like a pastor, na mchungaji senior pastor, na evangeliste evangelist, na kiongozi, leaders. wanaongozwa na Roho wa They Mungu. are led by the Spirit Hapana of God. kuongozwa na roho ya They are binadamu. not led by the Roho Spirit wa of Mungu men. akwe ndani mwao. Let the Spirit of Na God be kuambia inside them. sasa, I'm telling you now muda unaenea. that time has come, Simamisha madhabahu yangu hapa, that the altar of the Lord has to be risen. hata tusome neno la Mungu Let us read the scripture ili tusikie siri za so that we madhabahu. can hear the secret of the altar. Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Msomaji wa kwanza atatuandalia katika kitabu cha Mathayo 17 mstari wa kwanza hadi 5. Msomaji wa kwanza Mathayo Matthew 17 chapter 17, mstari wake wa kwanza hadi 5. 1 to 5. Na msomaji mwingine tena And another reader will prepare atatuandalia Mwanzo Genesis 8:22 8 hadi chapter 21 tu. 8:12, Kisha jichunge sasa na kupatia ingine pale. and then we shall give you Mathayo another one. 17 Tushimame Matthew sisi wote 17. kwa kuheshimu Let neno la us stand Mungu. to honor the word of the Lord. Tushimame. Amen. Mathayo 17 tunaanza shairi yake ya kwanza. Ndiyo. Neno la Bwana linasema, Linasema na nyuma ya siku 6 ndiyo. Yesu akatoa Petro na Yakobo Ndiyo. na Yohane ndugu yake pamoja naye Ndiyo. na kuwaleta juu ya mlima mrefu peke yao. Ndiyo. Akageuzwa sura mbele yao. Ndiyo. Sura yake ikang'aa kama jua, Ndiyo. na mavazi yake yalikuwa meupe kama nuru. Ndiyo. Na tazama, Musa na Eliya Na tazama Musa na Eliya See Moses and Elijah. wakaonekana kwao. semezana naye. Petro akajibu akamwambia Yesu, Bwana, ni vizuri kwetu kukaa hapa. Ni vizuri kwetu kukaa hapa. Ukitaka nitafanya hema 3 hapa. Haleluya. Moja kwa wewe, moja kwa Musa, mwingine kwa Musa, kwa Eliya. Na nyingine kwa Eliya. Wakati walipokuwa wakisemezana, ndiyo, tazama wingu la kung'aa ndiyo likawafunga kwa kivuli. Ndiyo. Na tazama sauti toka wingu ikasema, huu ni mwana wangu, ndiyo, mpendwa wangu, ambaye ninapendezwa naye, sikieni yeye. Amen. Amen. Tunaweza kuikala chini. Tuchapie na neno la Mungu makofi na vigelegele. Makofi na vigelegele. Let us clap for the Lord. Mimi sipendeni ache vya Mungu mudeni mie. Amen. Amen. Sasa tuende pamoja sasa. Let us go together. Ushasikia madhabahu? Have you heard altar? Biblia iko nasema hivi. The scripture is saying Yesu anashimama. Jesus stood up Anaenda. and he went.
Haikukuwa njoo mara kwanza. It was not the first time. Bakaenda kwa ile mlima. And they went to the mountain. Manake balikuwa kanaenda pale tu kila wakati. So they used to go to that mountain. Sasa ile wakati yenyewe balishimama. But this time that they stood akatoka na Petro bakaenda. He went with Peter na wengine wanafunzi. and other disciples too. Walipofika pale kwenye mlima. And when they go to the mountain, Biblia inasema hivi. The Bible says. Wakaanza kuomba. They started to pray. Na wakati wenyewe walianza kuomba. Yesu akabadilika sura. Jesus changed. Hakukuwa tena sawasawa na wao. He did not look like them. Akafanana. And he looked kitu kingine ambacho cha samani. That was valuable. Biblia inasema ya kwamba Scripture says. Petro akashangala. And Peter was amazed. Wakati wenyewe walikuwa bako wanashangala. They were getting amazed. Bako banareve. They were looking Biblia inasema hivi. Wakaona Musa. Wakaona na Elia. Tuko na mtu hapa. Bwana asifiwe sana. Amen. Naomba tu pizza zenye ulikula zikutoke mwili size. Upate kuchangamuka pamoja na mimi. Aseme wakaona Musa. Kuna wakati mwingine unaweza kusimama. Wewe uko naomba. Wewe uko namlilia Mungu. Uko pamoja na bibi yako ama rafiki yako. Kisha unamuuliza hivi, unaona nini mbele? Atakwambia hivi, naona Pastor Jamari, mimi naona Pastor Rama, mimi naona Pastor Davide. Naye unamuuliza sasa, unaona nini? Na anakwambia hivi, naona mkono wa Bwana uko nazunguka kwenye madhabahu na kufanya kazi. Haleluya. Kisi wewe unaona haiko njoo kisi mimi naona. Wakubauliza umu hapa, pastor anavala nguo gani? Wote asema ya vere, mwingine atasema veste, mwingine atasema ya white. Amen. Juu ya nini huyo atasema white? Kwa sababu veste iko na ka white. Ndio kenye yeye aliona. Bwana asifiwe sana. Katika wokovu tunapookoka, watu wa dunia hii wasituone sawa gisi tunawaonaka. Inabidi tubadilike, tutembee sawa sawa na neno la Mungu. Petro akasema tujenge madhabahu hapa. Tujenge hema 3 hapa. Na zile hema 3 jumweye mulionekana tofauti na shie. Moya yako we Yesu, ingine ya Musa, ingine ya Elia. Kwa nini Petro akusema ingine ya kwangu? Nauliza tu kanisa, kwa nini Petro akusema ingine ya kwangu? Bwana asifiwe sana. Unajua kwa nini Petro aligawanya vile? Kwa sababu alijua kwamba viwango vya huduma vinazidiana. Yenye aliona yeye haiko hata nayo. Ayetu Musa haiko hapa. Me anaparetre pale pale. Aye Elia haiko. Me anaonekana tu hapa. Me niko hapa. Me Petro. Kubadilika sibadilike. Niko na jangali yako. Manguo tu ziko vile vile. Shemizi zangu ziko vile vile. Me kushanje si change. But I'm not changing. Angalia sasa. Now listen. Miaka ngapi kwa mkanisa? How many years have you been in the church? How many years have you been singing? Miaka ngapi unahubiri hapa? How many years have you been preaching? Miaka ngapi unaingia kanisani? How many years have you been coming to church? Unaimba leo. You sing today. Unachomoka kesho. Tomorrow you disappear. Unaenda. You go. Unapotea desho. You get lost for 2 days. Unafufuka tena. Then you come again. Unakuja tena unaimba. Then you come and sing. Wewe ni nani ndugu yangu? Who are you my brother? Wewe ni nani dada yangu? Who are you my sister? Wewe ni nani kaka yangu? Who are you my brother? Tutambue kwanza. Identify yourself. Je, unafanana na Mungu kabisa? Do you look like God? Wewe unafanana na Mungu? Do you look like God? Ingelikuwa unafanana na Mungu. If you look like God, haungefanya vile vile unafanya. Do what you are doing. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Petro akasema, and Peter said, hii moya hapa.
sitasema bongo. I shall not lie. Yesu akamwambia uliona nini? Jesus said, what did you see? Akaanza kuongea. He started to speak. Akamfuata. And he followed akamwambia him. Petro, He said, na Peter, ufunge mdomo yako fish. close your mouth. Ukienda kule, if you go there, yenyewe uliona, what you saw, usiseme tena. do not speak. Siri za kanisani haziko za kutoka nje. Siri za kumazabao haziko za kutoka nje. Hata pastere munamukutana iko natembea saa mulevi, mchukulie, mwambie tu pasta, pole papa, nini nakupata? Kama hana nyumba, mpeleke kwako. Take him to your house. Mpeleke kwako. Take him to your house. Labda hale wake, maybe he's not lakini kuna kitu kile sababisha but maybe alewe tu vile. That made him to drink. Drink on a daily na ukiona mtu analewa, and if you see someone who is drunk, usiwazie tu anaweza kulewa pombe. Kuna wengine wanalewa utamu ya Yesu. Kuna wengine wanalewa neno la Mungu. Mpendwa rafiki yangu, haleluya, wewe unalewa yaka wapi? Tulewe mu Yesu wetu, tulewe mu Baba aliyetumba. Wewe unacheze yaka wapi? Luanje wanapiga uko tu and you're just mie bakipiga hapa, minaambia tu bibi yangu, karibu yangu mama, hapa minaenda danse, ndio nitakatika mpaka na mie kiu unanishamu. I will dance until I don't feel like dancing anymore. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Tuko pamoja mafi. Yes. Ubarikiwe sana. Amen. Naona tuko pamoja. Juu nikienda huko naenda huko, kienda huko naenda huko. Naona kabisa roho iko natuongoza pamoja. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ndio maana nakwambia ka connection iko naingia. That's when you say that the connection is coming. Amen. Sasa mazabao. Now the altar. Mungu Yesu akamwambia Petro. The Lord told Peter. Akamwambia ngoja kwanza. And said wait. Muda yenea. The time has come. Usibebe bituruturu papa. Do not just go and speak anything. Usibebe bituruturu. Do not take anything. Twende kwanza mkartie. Let us go into the area. Nikiona na kwa mvumilivu. When I see that you are. Kwa hivi vyenye naona. And this. Ndio nakwambia sasa jenga mazabao. That's when I'll tell you build an altar. Amen. Tuko pamoja. Are we together? Kuko mtu mwenye asikie mzuri kabisa. Is someone not understanding me? Kuko mwenye hasikie. Is someone not understanding? Amen. Amen. Barikiwe sana. Be blessed. Sasa wakati yenyewe, so when wazee wanaanza kujenga mazabao. When the elders started to build sasa altar, katika hii mazabao, now at this altar, Biblia inasema hivi, says, wakati wako wanajenga mazabao, wanamiminisha uvumba na manemane. They put on the stone. Uvumba na manemane. Uvumba na manemane. Mngereza iko wapi? Mimi nzaliwa hapa. Mimi unasema mwe mko kufulu Kiingereza. Wewe mtupatie basi na shi uvumba na manemane. Amen. Amen. Lakini kwa Kiswahili tunaelewana uvumba na manemane si vile? Okay. Mena en français aussi c'est quoi? Ba France. Okay, ba Faransa mnasema mlienda nani nini? Mtupatie uvumba na manemane s'il vous plaît. Uvumba na manemane. Iko mverse gani? Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Aseme wanauliza huko. Uvumba ya kutosha moshi. Asante, acha niwasaidie. Okay. Uvumba ni kitu kenye kilikuwa kinafanana kama theluji. Sasa hii kitu wakiweka kwenye kaa la moto pale, très bien mama, inakuwa sawa bushi. Sasa ile moshi inatokaka. So the smoke comes sasa inapotoka, and when it comes out, kwa wakati yenye wazee walikuwa na ikala pamoja, wanaangalia namna gani hii uvumba itaenda. Ikienda pembeni lupengu, maana yake hapa pana tatizo. Ile uvumba ikipanda, unaona na nyoroka, unasema hapa tuko pamoja na Mungu. We are with God. Amen. Tutasoma ile iko hapa kwenye mafundisho leo. It's in the theme today. Tutaisoma pale mbele. Amen.
Bwana asifiwe sana. Aseme wazee wanapomwangia ile uvumba na manemane, So when the elders wanasimama sasa pamoja they stand kwa together, umoja, united, wanaomba. and they start to Na pray. wakati wako And wanaomba, when they are praying, banasema hivi, say, kila mwenye atashimamaka hapa everyone who will na stand kila here, mwenye ataingia and hapa everyone who will come hatatoka here, jinsi they alivyokuja. shall not live the same way that they came. Amena. Amen. Na hata mbinguni Even in heaven, pana madhabahu. there's an altar. Mbinguni pana madhabahu. In heaven, there's an altar. Tuko pamoja? Are we together? Sasa au yani mfani banasemaka au yani très bien, nani anasema vile? Barikiwe sana mafi. Au yani convaincre. You haven't convinced me. Mbinguni pana madhabahu. In heaven, there's an altar. Acha mimi nikuoneshe. Let me show you. Fungua kitabu cha Ufunuo. Let's go in the book of Ufunuo Genesis. 8:1. Genesis 3 Biblia 8:1. inasema nini? 3. What does the scripture say? Genesis 8. Ufunuo. Oh, Revelation. Ufunuo. Ndio. Revelation. We shall Ufunuo wa Yohana Revelation 8:1-3. 8:1-3. Inasema nini Biblia? 1:3. Inasema hata alipofungua muhuri wa 7. Wakati walipofungua muhuri wa 7. Hapa ni mbinguni, hapana hapa duniani. The seventh seal. Ndio. Kulikuwa kimya mbinguni. Na kimya kaikala mbinguni. Silence in heaven. Kama muda wa nusu ya saa. Ndio. Nikaona wale malaika 7 wanaosimama mbele ya Mungu. Nikaona wale malaika 7 wanaosimama mbele ya Mungu. Mbele ya Mungu pale ingaliki mbele ya Mungu hayakuwa juma sababu. Twende mbele. Walipewa baragumu 7. Ndipo walipewa baragumu 7. Na malaika mwingine alikuja akasimama mbele ya madhabahu. Rudilia tena pale. Na malaika mwingine akakuya. Na malaika mwingine alikuja akasimama mbele ya madhabahu. Zama ya madhabahu akafanya nini? Mwenye chungu cha dhahabu. Ndio. Akapewa uvumba mwingi. Ndio. Ili autie. Ndio. Pamoja na maombi ya watakatifu wote. Ndio. Juu ya madhabahu. Ndio. Ya dhahabu ya dhahabu iliyo mbele ya kiti cha ufalme. Amen. Amen. Ikala chini mzee wangu. Tuko pamoja Are we together? Iko mbinguni ama hakuna mbinguni? Is this in heaven or not in heaven? Iko mbinguni ama This is in heaven or not in Mungu heaven? iko mbinguni. The Lord is in na heaven. madhabahu iko mbinguni. And there's an altar in hata heaven. kama mbinguni hakuna kanisa, Even if there's no church madhabahu in iko. there is an altar. Malaika hawawezi The angels kuikala katika ufalme wa mbingu, cannot sit in the wakose kingdom of nafasi yenye God watakuwa and wanakutanana not have a place where ili wajadiliane, so that they can discuss, ili waongee kuhusu so that they can habari za mbingu. the news of heaven. Aseme hapa, They say here, malaika katokea, the angel came. anakuja na chungu ya dhahabu He came with a saucepan ya of gold, zamani sana, very valuable. anaileta kwenye madhabahu And he tena, brought it to the na altar. ile madhabahu nayo ilikuwa ya And the dhahabu. altar was made of Dhahabu gold. kwa dhahabu vinakutanana. Gold and gold came together. Ndio maana Biblia inasema hivi, That's why the aseme scripture mbinguni says, in heaven pana barabara ya there dhahabu. is a golden Aseme road. mbinguni In heaven pana manyumba za there are dhahabu. golden Kitu houses. kimoja tu kenye It is one thing. nasomamu Biblia, The one thing that I read from the nitafute Bible, kama kiko and I mbinguni. search to see if it's in heaven. Hakuna poisson, There is no fish. hakuna There is poisson, no fish. hakuna poulet There bayama, is no chicken. hakuna. There is no. Maandiko nasema tu hivi, The scripture aseme says tutaishi tu kwa sifa na we shall maabudu. praise and worship Baba, the sifa na Lord. maabudu. Praise and worship. Ndio maana akasema hivi, And that's why he said, wahenga wakasema hivi samani, wahenga the people from Hanger, wazee wakasema hivi. Amena, tuko pamoja. Wazee wakasema hivi, the elders aseme say, yenye mtu anakula, what someone eats, yenye mtu anakula what someone eats njoo ya kwake. is what belongs to him. Mpenda ndugu yangu, My brethren, patia mwenzako hivi mungaliki mnapumua, share with each other patia because you're mwenzako still hivi living. mungaliki mnatembea, Give to your neighbor penda because you mke are still wako hivi walking. mungaliki Love naishi, your spouse because penda you're still watoto wako hivi alive. mungaliki Love mzima, your children because you are uende still sorti na alive. familia yako. Go out with your family and Mpendwa, friends. Brethren, pesa yako ndugu the yangu money that you have, usiweke tu do kubanke not just put it iko in na the vimba bank vimba, and let it just mewe stay uko there.
unakula sama masikini. But you are eating like a Kula poor ya person. kwako hivi ungaliki unapumua. You should eat what belongs to Kula you ya because kwako you hivi are ungaliki still alive. mzima. Eat what belongs to you Kule when you still have mbinguni hakuna breath. kukula. In heaven there is no Na kwa food. bahati mbaya sasa, And unfortunately, jiulize siku utaenda. now ask yourself, when Je, you go, utaenda ulishakula mo? you go after you have eaten or not. Oh, Nauliza motu. I am asking, Utaenda ulishakula? will you go after you have Ama eaten? utaenda njala? Or will you go when you are hungry? Maombi yangu mie. My prayer, Namwambia Mungu. my prayer, I tell the Ya Lord, kwanza hata niko alagoni. even if I have, Hata niko alagoni. even if I'm sick, Naomba I'm in kwanza pain, niombe. I want to pray first. Hata nilisharegea. Sasa mimi namaliza kuomba. After I'm done Mimi praying, namwambia sasa bibi yangu ama mtoto wangu, and I say, leta samaki tilapia hapa. bring to me fish. Leta hapa tilapia. nikule. Let me eat fish. Mimi nakula. I eat. Kisha naambia vyenyewe vinabakia mkonjelatere ni vya And then kwenu. I say, whatever is left in the fridge, Mimi that is naenda for sasa you. kule. I am going. Njoo ndafika kule And sasa. then I go there. Iko sana kule mbinguni. Maybe in Malaika wanakuwa na shangala kumbe wanaenda kule. the angels maybe get Sana surprised. fika kule jali ukiwa na shiba. Some people get there, they are Pika full. dance kule. And then they start Anaitingiza dancing. They anaitingiza. start dancing. Aya. Mpaka mbingu zinashangala. And the heavens are amazed. Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Praise the Wewe Lord. unaomba nini mwisho wako? How do you pray Wewe your end unaomba to be nini? like? What do you tell the Lord your end Huko to be tunaimba like? hapa kwa madhabahu. You're just singing at the Bwana altar. nichagulie gari Oh, linalonifaa. Father, give me a good car. Nakwambia mimi asinichagulie no. It's not about the Mimi car. nataka nijichagulie. I want to choose for myself Nataka a good car. nilishazeeka. Even when I am old, Nilishazeeka. I am old. Mie peke naona kweli I kabisa. myself, I Nasema Baba. Indeed, my Father, Kuya sasa unibebe. come and take Mimi me. hapana After alichagulie. I am old. Cheza wewe. Anaweza kuchagulia hapa ya. But not praying, oh God, choose for me a car. No. Bongo kabisa. Asinichagulie mie. Let him not choose for me. Yeye ndio alinipatia authorization. He has given me the Akasema hivi, authority. lolote lile ambalo Say, whatever you mimi have, baba yako nitakupatia nalo. whatever you desire, I will Si give to kweli ni you. bongo? Sasa wewe kila kitu unamwambia tu baba tenda But baba. you just come to the Tenda Lord, baba, Lord this, tenda Lord baba. this, Lord Aha, na zaidi vijana wako humo. Especially the youth. Baba nipatie fie mwaminifu. Lord, give me a good wife, a faithful woman. Lord, give me a faithful woman. Na wafina wanaomba. Then the women are praying. Nipatie Bwana. Lord, give me a mwaminifu mwenyewe faithful anakuogopa husband wewe. who fears you. Sikia mnadanganyika. You are lying to yourselves. Nakupatie mume mwaminifu ambaye anakuogopa wewe. Si vile? You say, God, give me a faithful man who fears you. Mekwako wewe asokuogope. But if he doesn't fear you, doesn't love you, he will punch you. He will Ni get mwimbaji lakini ngumu utazipata. Kwa sababu ulisema akuchagulie mwanaume ambaye anayemuogopa Mungu. Yeye anaogopa Mungu. Mekwako atakutandika bien. Kwa napanga maombi mzuri. You need to pray with clarity. Amena. Anayekuogopa wewe papa. The one who fears you, na Lord. mie baba. And for me as well. Ni mutii. Let me obey him. And let him respect me as na well. lukuta yake papa. And even his. Manake mimi nakuomba mtembelee usiku na mchana. I pray that you visit him day and Makuta night. yake sana kwa His money, naipokea. when he receives his na mimi ananiletea nazo na mimi naziona let him nako. give me something Na as kisha well. ananiwekesha And let nazo. him tell me to keep his money. Hapana aende ziweka kwa banki. Let him not go to aniwekeshe. Let him give me his money. Me. Amena. Amen. Nani alishaomba vile hapa? Let's pray like that here. Tuko pamoja. Are we together? Tuko pamoja watoto wa Mungu. Are we together? Tuchapie kwanza Yesu makofi na Let us vigelegele. clap for Jesus. Amen. Tunaomba vibaya ndio maana tubarikiwe. We are praying wrongly, that's why we are not getting ubaya ndio blessed. maana hatufanyikiwe. We are planning wrongly, that's why we are not prospering. We need to plan properly. Say, Father, nipatie give me huduma na mume ambaye anakuogopa. Na huyu mume tutembee naye sawa sawa na neno lako na sawa sawa na maneno yetu. Tupatane katika umoja na katika upendo na tuangaliane katika uso utakatifu. In a holy eye. Amen. Mesona angalia mwanamke. But when you see a woman,
You look at them like this. Macho chini. And then they put their eyes down. Iko na diza mu mariage meko sali munyali lunga leo. They have done 10 years in marriage, but it seems they got married today. Kesho mwanaume anasema moro kama kana mke kana kwa kai. And the man will say, I don't know why this woman is like this. Kuwa ekenge. You should be prudent. Kuwa ekenge mwanamuke. You should be prudent. Ukiona tu papa na touches cheza. If you see the man is starting to Upange mzuri mwambie papa. Hapana. Tell him no. Haiko hivi. This is not how it's supposed to be. Are we together? Tuko pamoja. Are we together? Amen. 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 Tulisema msomaji wa pili atatutarishia. We are going to read kitabu cha Mwanzo 8 Genesis chapter 8 22:21. Amen. Sasa wakati yenyewe wazee wanajenga madhabahu. Now when the elders built the Biblia inasema sasa hivi. The scriptures say pale wanatoka wanaenda. When they left. Na wakati wanaenda and when they left, wanaacha pale. They left malaika wanakamata authorization ya kukuwa na chunga madhabahu ya Mungu. To guard the altar of the Lord. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Biblia iko nasema hivi. The scriptures say Moses. Mungu anamtembelea. The Lord came to Moses. Anamwambia hivi. And he told Moses. Moses. Naomba unipatie mtoto wako. I ask you to give me your son. Huyu mtoto wako. This son. Biblia inasema hivi. The Bible says. Musa kajiwaza. Moses akasema hivi. And he said. Waka katoto kamoi. Kenye niko nako. This one child. Njoo kenye unatachukua papa. Is this the son that you're going to take? Ndio. And the Lord said yes. Acha tusikie Mungu akamwambia utakabeba wapi. And what did the Lord tell him? Kama ilikuwa ni akili ya Musa, tusikie Musa naye alikabeba wapi. If it was the wisdom of Moses, let's see where he took him. Bwana asifiwe sana. Amen. Msomaji tusomee ile andiko. Mwanzo 8 Genesis 8 22:21 tupali kadogo. 8:22 ndio. Genesis 8. Neno nasema Noa akajenga madhabahu. Kwa Bwana. Akatoa ya kila nyama aliye safi. Ndio. Na kila ndege aliye safi. Ndio. Akatoa zabibu ya kuteketezwa juu ya madhabahu. Ndio. Bwana akasikia harufu tamu. Bwana akasema moyoni mwake. Ndio. Sitalaani nchi tena kwa sababu ya mtu. Ndio. Kwa maana mawazo ya moyo wa mtu ni mabaya tangu ujana wake, wala sitapiga tena kila kitu kilicho hai sawa sawa nilivyofanya. Hata siku ya zote za dunia. Amen. Amen. Ishia pale 11. Ndio, asante. Amen. Nataka niulize mtu mwenye tuko naye hapa. I want to ask someone that is here. Dada kule. My sister at the back. Banasoma andiko gani? Which scripture did we read? Mimi niko mwalimu civil. Si mwalimu anauzao bana. A teacher asks students. Banasoma andiko gani? Which scripture did we just read? Hapa. Kunjo niliuliza huko. I wanted someone at the back to answer. Nana? Uko kwenye madhabahu gani? Which altar are you at? Tuko unaona? Msomaji anamaliza tu kuikala. The one reading just sat down. Tuko humu. And we are here. Amen. Amen. Tuwe pamoja sasa. Let us be together. Lakini sio kosa yako, niliona mtoto anakuderange. But I saw the child njoo maana tu. Maybe that's why. Lakini hapo nataka kuwekenge sasa. But I want you to pay attention. Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Si ni kweli ni mtoto. Amen. Amen. Biblia inasema hivi. The Bible says Noah anaangalia makuu ya wenyewe Mungu alimtendea. Looked at the greatness of God. Wakati wenyewe aliangalia makuu ya Mungu alimtendea. Biblia inasema ya kwamba Noah akashimama. Noah stood. Akaingia nafasi and he went somewhere ambapo ni pataratibu. Where it's akajenga madhabahu. Built the altar. Alipojenga madhabahu. Biblia inasema akashuka kwa magoti. Went on his knees. Akaanza kumuomba Mungu. Alipomaliza kumuomba Mungu, akaweka na sadaka. He also put sacrifices. Alipoweka sadaka, Biblia inasema hivi, aseme na ile sadaka, Mungu
Mungu akasikia buroho. The Lord was pleased with it. Kwenye Mungu alisikilia buroho. The Lord was pleased with the sacrifice. S'il vous plaît bayama. Unakuja kanisani. You come to church. Unaingia hapa. You come here. Unatumika full time. You work full time. Unatumika overtime. You even work overtime. Na usipotumika tunajua manjia mwingine. Kwenye unazipataka pataka amo. You can get something. Unaingia hapa. You come here. $10. Unashindwa kuangusha humu. You do not put it in the basket of offering. Kisha unaikala hapa, Baba unione. And then you say, God, look Baba at me. unione. God see me. Hey. Weka sadaka yako. Bring your offering. Kwenye mazabao. At the altar. Mahali hapa. Here. Ni mahali patakatifu. It is a holy place. Ambapo hapa hapa here, changani na vitu vya kidunia. We do not mix with the things of the world. Na ukichanga vitu vya dunia. And if you mix na with the things of the mazabao ya Mungu. With the altar of the Lord. Utamalizika vibaya. You are going to be destroyed. Utaribika. You are going to na be destroyed. Mungu atakusambaza. And the Lord is going to scatter you. Atakusambaza vizuri sana. He is going to scatter Sasa you. sikia. Now listen. Kuna watu wengine there are people ambao who wanasherekea mazabao zingine they rejoice kuliko haya mazabao of the true altar ya kumwabudia Mungu wa kweli. Worship the true God from. Wao wako na mazabao but some people have za mila yabo, of their wengine mazabao others have altars za kabila yao, their tribes, wengine mazabao others have altars za wachawi yao. of witches. Biblia inaonyesha hapa kwa sheria ya Mkristo according to the law nini anapaswa enda nayo kwenye mazabao. What you're supposed to take to the altar. Biblia ilisema nini? What does the Noah kaenda na nini? Nani alisikia? Noah take to the altar? Hapana, hapa mbele hapa. Nataka pale nyuma tu mtu mwaniambie. I want someone from Noah kaenda na nini kwa mazabao? What does the Bible say Noah took to the altar? Na nini dada? Nyama iliyokuwa safi. He took the clean nyama iliyokuwa safi. He took the clean eske nawe kabisa mwa ile $1,000 unapokeaka ushachagula tamo $100 have you ever removed $100 and just fold ukaileta na ukasema hii nataka nilipe nafasi ya kanisa. Eske ulishachagula kabisa? Have you chosen that? Eske ulishachagula? Have you chosen, brethren? Sitakufundisha mazabao when we teach about na kama sikufundisha jinsi ya kutembea na mazabao. I can't teach about kwa sababu sadaka yako inakupatanisha na Mungu. Unites you with the Lord. Sadaka yako inaweza kusababisha hautafariki haraka. Sadaka yako inaweza kusababisha kilichofunga baraka yako kinafunguliwa katika jina la Yesu. Sadaka yako inaweza kulinda mume wako hata kwenye kazi. Sadaka yako inaweza kulinda na mtoto wako mwenye ulizala. Sadaka yako meweye unashindwa kumtolea Mungu. Mimi kwangu tu mwalimu. I am only teaching. Bwana asifiwe sana. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Are we together? Hapa here usikie tu kufanya bufarse. Do not just come and lakini Biblia inasema hivi, njoni moyo wote, come all of you, mwe bafarsere, balevi wote, bazinzi wote, na bawaji wote, mukuye hapa kwenye mazabao yangu. Mie Mungu nitabanawisha na nitabatatisha. Saa yenye mutashuka hapa mutakuwa muko safi. You are going to become new and holy. Amen. Amen. Mbona amen ni mbili tu? Only two people are saying amen. Iko sana wengine kinywa yakula tu pizza tu. Others you only use your mouth to eat pizza. Amen. Amen. Angesikia niwaambie zawadi mwe mko unatanipatia. Zawadi yenyewe mwe mtanipatia mie. The gift that you can. Unaona niko natoka jasho hapa. You see I'm sweating. Mtanilipa. You won't pay me. Lakini mbingu zitanilipa. But the heavens will pay me. Zawadi tu mimi nataka. The only gift that I want is for you to just say amen to the word. Unajua maana amena? You know the meaning of amen? Munasikia. It means you have heard what I say. Eske munasikia? Are you hearing what I'm saying? Kisha naona itika ndio. And then you say yes. Ndio. Yes. Njoo amena. That's an amen. Niko nakuuliza, unasikia? And I'm asking you, are you hearing? Unasikia? Are you hearing but you're just quiet? Sema unasikia. Nasikia.
Manake wewe hauongozwi na Roho Mtakatifu. Uko naongozwa sawa gari yenyewe inaenda wanaenda boost. You are just being led by like a car that is being taken anywhere. Amera? Aya, na kuko kitu nitapasua hapa. And there's something I wanted to say. Lakini nasikia niende tu kwa sababu huko sasa mode nene huko wataniambia mode nene. Bwana asifiwe sana. Nipasue huko. Twende pamoja sasa. Ingine itakuja kwa ingine mwaka kama Mungu anatujalia. Sasa Mkristo wa Bulaya, sikia Mkristo wa Bulaya, yeye ni kama vile gari ambayo inaisha bateri moto. Angalia hapa sasa, wakati wenyewe wa Kristo wa Bulaya anaingia mnyumba, 3 jours aonekane, 4 jours aonekane, pastor anampigia simu, anamwambia uko wapi? Pastor niko papa. Niko maraba leo ndaonekana. Aliyekubuste ni nani? Aliyekubuste ni pastor. Ndana kubuste unakuya hapa. So nafika hapa. Unasema amena kuliko na mwenye anakuyaka kila siku. Après 2 jours. Ou bien 3 jours. Una mo batterie na isha. And then you disappear. And then you stay at home. Papa. And then you say, now that the battery is completely dying because of the snow. The battery is dead. That is why Christians start to lie. Oh, my tire is not working. Oh, there's a lot of snow outside. You are lying. That's a lie. You look like God's lying. Stop lying. Nana nilibusti kakatala kuwaka na kumbe gari kuna waka. I boosted my car but it couldn't turn on by your driving. Amen. Tuko pamoja. Are we together? Tuko pamoja. Are we together? Oh, niko mgonjwa. Oh, I am sick. Mimi niko malade. I am sick. Twende pamoja sasa. Now let us go. Niulize swali. Can I ask a question? Uko na mzee iko hapa. Mzee Buyana. We have our Reverend Buyana. Najua kuma kanisa kwenye tulikomalia. I know that churches where we grew up from. Yeye ni baba yangu aliyenilea yeye iko pale. He is one of my fathers that took care of me spiritually. Yeye na mama iko pale. Him and the wife. Balinilea bale. They took care of me. Amen. Mtu akigonjwa kwetu. If someone is sick back home. I'm not saying mtu akigonjwa kwetu. If someone is sick back home when we come from Africa, the first thing, what do? Amen. We pray for them. Me aba bakristo ya Bulaya bakigonjwa boye when they are sick, anabakia nyumbani, they stay at home. Me kwetu nagonjwa, but back baba home anakwambia shimama twende kanisani, baende bakakuombee kule. Sasa nafika pale unasikia mhubiri anakwambia wagonjwa wetu wapite mbele, wanakuombea pale, unatoka pale, so unafika kunyumba, tunaangalia kika kuna jikunja, and we see that you're not folding yourself anymore. And so what happened to you? Kama alikuwa ni mama anaanza kalanga poisson. If it's a mother who was sick, she starts to cook. But here, the Christians of here, they are saying they are sick, and then they stay in their beds. They just stay in their beds and sleep. And unfortunately, they get sick. Facebook and WhatsApp. They are on your Facebook and WhatsApp. They become their friends. They go and scroll. And some people are dead. The phone is here. Amen. Where are you? Where are you? Hey. Bwana sifiwe sana. Mwenye alikatala kwenda kanisa. The one that refused to go to church. Yeye ule Facebook, ukiingia online unamkutana, ukishuka unamkutana, unapanda na yeye, na ukiteremuka unateremuka na yeye. You go down with them. Muulize sasa, ulikula ama ukukula? Did you eat or you did not eat? Pima kupita kwake. Now go to their house. Mackenzie, at 3 p.m. unakutana meza utashaifanya full. You find the table full. Malade. And then they are saying they are sick. This is the person saying they are sick. Tuko pamoja. Amen. Amen. Amen.
Biblia inasema hivi. The Bible says, Mwanzo 22 mstari wake wa kwanza hadi 6 tu. Genesis 22. Na anaenda kumalizia and I'm going to finish na habari ya Sulemani. With the message about Solomon. Nipe Mwanzo. Give me Genesis. 22 mstari wa kwanza hadi 6. Genesis 22. Biblia inasema nini? Mwanzo 22. Ndiyo. Shairi ya kwanza. Ndiyo. Nasema ndiyo hadi 6. Na ilikuwa nyuma ya maneno haya. Ndiyo. Mungu akajaribu Abrahamu. Akamwambia Abrahamu. Ndiyo. Naye alisema mimi ni hapa. Ndiyo. Akasema toa sasa mwana wako. Ndiyo. Mwana wako wa pekee. Ndiyo. Ambaye unamupenda. Ndiyo. Hata Isaka. Uende naye hata inchi ya Moria. Ndiyo. Mutoe pale kwa sadaka ya kuteketezwa juu ya mmoja wa milima ambao nitakuambia. Ndiyo. Abrahamu akaondoka asubuhi mapema. Ndiyo. Akatandika punda yake. Akatoa wawili wa vijana wake pamoja naye na Isaka mwana wake. Ndiyo. Akapasua kuni. Ndiyo. Kwa sadaka na za kuteketezwa. Ndiyo. Akaondoka. Ndiyo. Akakwenda kwa pahali Mungu alivyomwambia. Ndiyo. Siku ya 3 Abrahamu akanyanyua macho yake akaona pahali penyewe mbali. Amen. Abrahamu akamwambia vijana wake. Ndiyo. Mukae hapa pamoja na punda, nami na kijana tutakwenda kule, tutaabudu na kurudi tena kwenu. 6. Abrahamu akatoa kuni. Ndiyo. Kwa sadaka ya kuteketezwa. Ndiyo. Akabeba Isaka mwana wake. Ndiyo. Akashika moto. Ndiyo. Na kisu mkononi mwake. Ndiyo. Wakakwenda pamoja. Ndiyo. Wao wawili. Isaka akamwambia Abrahamu. Baba yake. Akasema baba yangu. Akasema mimi ni hapa. Ndiyo. Mwana wangu. Akasema tazama moto na kuni. Lakini wapi mwana kondoo kwa sadaka ya kuteketezwa? Ndiyo. Ishia pale. Amen. Tupunguze kwa maneno. Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Kuko mwenye ajue hii andiko? Is there someone who doesn't know this story? Kila mtu ashaisikia. I believe everyone has heard this story from the Bible. Amen. Amen. Na wakiana dakika chache tu. I have very few minutes. Amen. Amen. Sasa mimi nataka nizungumuze hapa. Now I want to discuss. Wakati yenye when hii Desemba inakuya. When December is coming. Nataka niulize kanisa tu. I want to ask the church. Mbele nimalizie. Before I conclude. Eske sikuko watu wako na prepare fete? I know there are people preparing parties and celebrations. Fete ya familia. I'm also preparing a celebration for the family. Kwa sababu ya mwaka inakuya. Because of the year that is coming. Tuko pamoja sasa. Are we together? Tuko tunaenda kusherehekea nini? What are we going to celebrate? Swali kanisani. That is the question. Tunaenda sherehekea nini? What are we celebrating in Tunaenda sherehekea nini? What are we celebrating? Siasikia sauti. I haven't heard. What are we celebrating in December? Okay, kisha bona neno tunasherehekea nini? And then New Year, what do we celebrate? Happy mwaka mpya kwa Kiswahili, kwa Kiingereza Happy New Year. Kwa Francais bonne année. Sawa, tuko pamoja? Are we together? Na kuuliza tuko pamoja? Asking you, are we together? Sawa, mimi naweka mshali sasa. Now let us go. Tunaenda shebote kujiandaa. Kwenda kusherehekea, tunaenda kujiandaa. We are going to prepare kwa kusherehekea mwaka mpya. To celebrate the new year. Sasa nataka niulize kanisa. Now I want to ask the church. Tuko muane gani sasa? Which year are we in right now? Tuko mu 2025 si vile? We are in 2025. Tuna prepare kuingia mu 2026. Hii 2025. Now this 2025. Munaita mwaka gani? What year do you call it? Munaita mwaka gani? What year do you call it? Jibu. Okay, acha niongee kwa Francais. Let me speak in French. Maintenant, on est en 2025. We are in 2025. On est en train de se préparer d'aller en 2026. To go into 2026. Très bien. Maintenant, chaque famille est en train de se préparer. Now every family is preparing. Nilikuwa nabakiana miniti 5 unanivole kwanza.
Ananifole. I had only 5 minutes left. Mena, you take my minute. Okay. Sasa, maintenant, on est en train de se préparer d'entrer dans 2026. Maintenant, quand ça sera le 1er janvier, tout le monde va encore commencer à regarder, à acclamer bonne année, nouvelle. Maintenant, ma question, on est en 2025. Maintenant, on est en quelle année? So which year are we in? 2025. Est-ce que c'est le nouvel là ou bien ancien là? Or is the last year? Merci. Très bien. Ça sera ancien. It's going to be the last year. Maintenant, si je te raconte aujourd'hui, now if I tell you today, je te dis comme ça, bonjour madame. And I say good morning, bonne année. Good afternoon, I say new year. Qu'est-ce que tu vas me dire? What are you going to tell me? Ah, ok. Maman, elle dit que je suis malade. Très bien. Nata connaissance maintenant. Qui est malade entre moi et vous? Maintenant, on va commencer maintenant. Maintenant, quand c'était arrivé le 1er janvier 2025, tout le monde a réclamé, que bonne année. Maintenant, à partir de janvier jusqu'à maintenant, on est dans les nouvelles là. 2025, on est à bonne année. And until we go to the new year, is that true or false? Est-ce que vrai ou faux? Is that true or false? Est-ce que c'est vrai ou faux? Is that true Papa, or false? c'est vrai. Amen. Tuko mwaka mpya. We are in the new year. Kwa sababu tuliingia mwaka mpya le 1er janvier. From the 1st of January. Kwa sababu tuliingia l'année continue jusqu'à décembre. Sasa nataka niambie mtu hapa. Now I want to tell someone. Usitukane hii mwaka. Do not insult kama nilikukosea. If things didn't go well for you. Wewe ndio ulikuwa na probleme. It was you that had a problem. It was you who had a problem. matatizo. But on the year itself they had problems. Those that went into the year. Batakamata tu kalenda. Badapekua hivi. And they just fast. And that's it. Hapa niko nakwambia. But I am telling you. Mama tapigana mangumi na bwana. The mothers are going to fight with their husbands. Wanageuza tu kalenda. You didn't buy for me a new wanageuza tu karatasi. They are just changing the paper. They are just moving the paper. And then you start to fight. Hakuna magari. Au kunipa kado. Wapi mnaelekea? Madhabahu gani mnasimama hako? Which altar are you standing on? Pamoja Are we together? Angalia na kuachia hii. I'm going to leave you with this. Mwaka ambao unaweza kufurahia. A year that we should rejoice in your life. Yenye mimi nitabonane. The year that I call new year. Ni pale ambapo niko na 50. Is when I am 50 years old. And I go to 51. Kama ni le 10 janvier. If it is the 10th of January, that is my new year for me. I shout new year. New year. Est-ce que kuko mtu hapa? Is someone understanding me? That is your new year. That is the one you should celebrate. Tuko pamoja. Amen. Bangapi wanalunga mkono? How many are agreeing with me? Yes, njoo bonane. That is the new year. The day you are born and you increase the year in your life. Me problem yenyu hapa. Mnasherehekea mabibaste sasa. Unasahau ingine ya bibaste ya mwisho. Yenyewe unaweza kuwa unasherehekea kila siku. Ni wakati yenyewe wewe. Ulimpokea Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yako. The other one is when you welcome Jesus as your Lord and Savior. Happy birthday yako ile. That is your happy birthday. Hii ingine ni kutudanganya tu. This other one we say it's a lie. Hii ingine ni kutupoteza. It's a lie. We are just wasting time. Kutuharibisha tu. We are just being destroyed. Yangu hapa. Biblia inasema hivi. Solomon anapewa mamlaka na Mungu. He was given the authority anaanza kumtumikia Mungu. He started to work for Utaenda God. Soma andiko nyumbani. You will read this at home. Ni andiko ya Wafalme wa kwanza 11:1-5. 1-5. You utaenda soma nyumbani. 1 Kings 11:1-5. Biblia inasema hivi. The Bible says Solomon anapewa kipaji cha kumtumikia Mungu. To work for the Lord. Probleme ya Sulemani. Now the problem of Solomon, alienda na Mungu vizuri. He went with the Lord alipopata success. But when he got success, angalia kwenye mapasteri wanaharibikiaka. Manabii kwenye tunaharibikia. So nakutana watu wanaanza kuzunguruka. Unaona sasa vile wengi unakuwa
anakuwa na mbingu mkono. Anaona sababu wengi wanakuwa na uponyaji. Anaona sababu wengi wanakuwa na pesa. Anasema hapa nikuombe utapata pesa. Yeye kunatembelea hana hata pine ya gari. Tuko pamoja naenda bomola hapa. Ili nimalizie yangu hapa. Sulemani anapewa mamlaka. Anaomba watu wanapona. Biblia inasema kwamba Mungu akamfurahia. Akafurahi. Papa. My brother, my sister. Aliona vyanamke vinaanza ingia mmecho yake. When he started to see women. Akaona bibi yake sasa vile haiko mwanamke. He looked at his wife as if that's not a woman. Akaona He started to look at anaona vya maboga. He said anaona vya sombe. Yote mwili na roho ikapotea. Biblia inasema ya kwamba akaanza kujichukulia vyanamke. Na bufie wenye mulikuwa kamule. Na bufie wenye Mungu alikatala. Mungu anamwambia usipime kuoa bufie wa Suria. Usipime. Yeye alibululana na wale. Kuya hapa. Utakabuoa we. Kitu moja mimi nashangaa kwa Sulemani. Huyu papa alikuwa nguvu kweli. He is a strong man. Hivi anamke vyote wenye alikuwa anazungusha. All the women that he had. Kama huko alikuwa anafanya siku ngapi? Na huko I don't know how many days he would spend at each woman's house. Muache. Leave that. Batumishi ya Mungu. Men of God. Mtumikie Mungu katika kweli na katika haki. For God in truth and righteousness. Biblia inasema ya kwamba Mungu akamnyang'anya kile kipaji alikuwa nacho. Akakipatia mtoto wake. Biblia inasema hivi sasa. What does the Bible say? Na conclude kwa kumaliza. And I will conclude with this. Sikia nikwambie dada ambaye uko hapa. Let me kaka ambaye uko mahali hapa. My brother who is here. Usijizarau. Do not underestimate yourself. Usijizarau. Do not underestimate yourself. Nikwambie. Let me tell you. Sauti yako naimba nayo. The voice that you are singing. Mungu ataizidisha maradufu. The Lord can increase it. Kipaji ambacho uko nacho. Mungu atazidisha maradufu. Usiogope. Mungu yupo pamoja na wewe. Atazidisha tena. Utahubiri tena zaidi. Utahubiri tena kwenye mikutano mikubwa. Wasiogope. Hata wanaenda wanakuacha peke yako, wewe usife moyo. Mungu anakuja. Atasikia. Sikia. Atatoa ile sauti kwa huyu mwenye alijipiga kifua. Anaileta vuvu mpaka kwako. Uko sura mbaya. Mimi unaimba sawa malaika. Sijui kama kuko mtu anasikia hapa. Uko mfupi lakini utahubiri sawa vile majemadari. Wewe usijizarau. Mungu kuna prepare. Aseme akatoa kipaji kwa Sulemani. Akakibeba mpaka kwa mtoto wake. Akabakia and he's going to stay empty. Hello. Amen. Tuko pamoja. Are we together? Naanza kufunga Biblia sasa. Amen. Namalizia hapa. I'm going to finish. Brother, sister. Tuko pamoja. Are we together? Na mwaka unakaribia. The year is coming. Epuka madhabahu unazosherekea. You need to know the altar that you are rejoicing in. Kuna watu ambao wazazi waliwapeleka kwenye madhabahu zingine. There are people whose parents have taken them to certain altars. And there are those who took themselves to some other leo altars. Nakuja usikie sauti hii. Now listen to this voice. Toka kwenye ile madhabahu. Leave that altar. Toka pale. Leave that altar. Wewe hauko mtoto wa shetani. You are not a child of the devil. Uko mwana wa Mungu. You are a child of God. Biblia iko nasema hivi. The Bible is saying Yesu anavuka ngambo. Jesus is crossing over. Mission yake ilikuwa ni kwenda. His mission was to kuokoa huyu mtu ambaye alikuwa anateswa na mapepo miaka na miaka. From the demons. Lakini shetani aliona kwamba anaenda haribisha misio yake. The Lord is going to come and destroy his mission. Yesu akavuka tu. But Jesus crossed over. Aseme alipofika kwenye makaburi. And he came to akaona ule mtu kuna mapepo. He came to the grave and he saw the person that had demons and the demons. Yesu tunakujua très bien. He said Jesus, they said Jesus, we know you. Papa. Please we ask you. Mimi singona ntesa.
Do not make me suffer. Mimi nataka niondoke yangu. I'm going to leave. Nikuachie mtu wako. I'm going to leave your pastor. Biblia inasema hivi. The Bible says, wakati yenye pepo litoka mtu, when the demons come out of the akaenda kaanza hubiri injili. He went and started to preach the gospel. Sisi tuliookoka, but us who are saved, tangu tuokoke, since you got saved, je, tunahubiri injili? Are we preaching the gospel? Hubiri injili ndugu yangu. Preach the gospel, brothers. Hubiri injili mama yangu. Preach the gospel. Hubiri injili kaka yangu. Preach the gospel. Hubiri injili watoto wangu. Preach the gospel, my children. Mumtumikie Mungu katika kweli na katika haki. In truth and righteousness. Dunia isiwadanganye. Let the world do not deceive you. Dunia isiwadanganye. Do not let the world deceive you. Leta sadaka kwenye madhabahu. Bring your offering to the altar. Watoto wanaoenda kwa wafumu. The children that go to witches. Kama mbuzi na mangombe pale kwenye madhabahu. They take cows and goats to the altars of the witches. And they slaughter them. Kama uko pamoja nami. And you as a child of God. Simama tuombe pamoja. Let us pray together. Kama pana madhabahu ulisogelea. Ambayo inakukosesha amani. Ambayo inakubeba mbali na Mungu. Simama tuombe pamoja. Na kama unaona telefone yako inakukosesha amani, ayaya, muda kupigia papeko na pita, simama tuombe pamoja. Ni madhabahu ile, madhabahu ile. Na kama unajikutana ya kwamba unafungwa na vifungo vingine, acha nikwambia kwamba simama tuombe pamoja. Simama tuombe pamoja. Biblia inasema hivi, the Bible says, Yesu anakuja kwa wenye dhambi. Jesus is coming for the sinners. Anakuja kwa wenye dhambi. He's coming for the anakuja kwa watu walioingia kwenye matope. He is coming to those that are in the mud. Anakuja. He is coming. Anasema tena, he is saying, mimi nakuja I am coming kuokoa to save na kutafuta to seek yule aliyepotea, nimulete kwangu. Na wewe mimi najua kuko njia uko unapitia, unapotelea ndani, lakini Mungu anakuona ndugu yangu. Simama tuombe pamoja. Simama tuombe pamoja. Mwambie nilikuwa napotea. Nilikuwa nachongoza peke yangu. Nahitaji Roho Mungu aniongoze. Nahitaji malaika waniongoze. Nahitaji ushindi uniongoze wa Mungu. Simama tuombe pamoja. Bwana naongea, wewe ndio wa kwanza kumfokea. Biblia anaongea, wewe ndio wa kwanza kuongea. Hiyo ni madhabahu ya kumtawala. Simama tuombe pamoja. Kwa sababu aliyefungwa hajui kama anajifungwa. Mwenye anafungiwa hajui kama anafungiwa. Lakini pana sauti ambayo inakuja kukwambia ya kwamba unaenda kufunguliwa leo katika jina la Yesu. Tunaanza kuomba pamoja. Mwambie tu Mungu, kile kenye kinakosesha amani kuanzia leo unakivuruga katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Baba, katika jina la Yesu, Mungu mtakatifu mwenye nguvu, mwenye uwezo, mwenye mamlaka, tuombe pamoja. Wewe ndiye mfalme. Tunasimama mahali hapa, sisi ni watoto wako Baba. Tulipotea kwenye madhabahu ya dunia, tulipotea kwenye vitu vya dunia. Tunahitaji uongozi wako, tunahitaji baraka zako, tunahitaji nguvu zako. Utuongoze tena, tutembee katika mapenzi yako. Roho wako akwe pamoja nasi, malaika wako watembee pamoja nasi, na utuokoe Jehova, na tuwe safi tena. Utuoshe Baba, utukubali tena, sisi ni wanao. Hata tukianguka tunalo imani ya kwamba utatusimamisha tena. Tushangilie sasa kwa makofi ya kwamba tunakuwa huru. Tumekuwa huru watu wa Mungu, na Mungu atubariki na bariki neno lake. Amen. Amen. Amen.